Hey guys, hope mko poa. Karibuni sana kwenye channel yangu hii. Kwa majina nafahamika kama Fazifafa, na leo hii tumepata msanii wa taarab kutoka Tanzania. Tuko hapa leo kujua safari yake ya muziki ilivyoanza na mambo mengi kuhusu yeye. Karibu sana mgeni wetu. Asante. Najua unajulikana na watu wengi, lakini kwa wale kidogo ambao hawakujui, ningependa mwanzo ujitambulishe, wewe ni nani? Mimi ni Fatma Mahmudu, hilo ndio jina langu halisi kabisa. Walionipa wazazi wangu. Jina la usanii ni Fatma Mcharuko, au kwa sasa unaweza ukaika na ikea, unaweza ukanita pia Fatuma Nyoro, mama Maruperupe. Hiyo Maruperupe ilitokana wapi? Maana hiyo ndio naona unajulikana nao sana kushinda hiyo Mahmud. Maruperupe ni jina la usanii, lazima utafute jina la ugari. Okay. Ile Fatma Mahmudu ni jina walionipa wazazi wangu, lakini Fatma Mcharuko amenipa washabiki badala yako. Kwa siwezi kulikataa, lazima msanii na jina la ugari na kutafuta. Okay, kwanza kabisa ningependa kujua safari yako ya muziki ilianzia wapi? Like ilikuwaje mpaka ukasema mimi nataka kuingia kwenye hiyo tasnia ya uimbaji wa taarab? Kitu ambacho kilinifanya hivyo, kuna msanii nilimpenda sana. Kuna wasanii niliwapenda, walikuwa kama watatu. Wa kwanza nilimpenda Adija Yusuf, wa pili Sabaha, wa tatu nilimpenda Mwana Hawai. Hao ndio wasanii waliofanya mimi nimeingia kwenye taarab. Na kwa sababu mimi mwenyewe pia ni mtu wa madrasa, nimetokea madrasa, yani watu nasema madrasa, sisi Wazanzibari tunaita chuoni. Mambo ya Qur'ani yale, kuimba kasida, maulidi. Okay. Kwa hiyo mwenyewe kusema la kweli, mimi taarabu ilikuwa kwenye moyo wangu. Kwa hiyo mimi nenda shule kusoma, mimi mwenyewe yani mwalimu hata simshughulikie, mimi naandika taarabu kwenye madaftari. Kwa hiyo ni kipaji ambacho kilikuwa nyumbani ama wewe ndio ulikuja nacho? Kipaji hakuna. Kilikuwepo, babu yangu alikuwa anaimba, marehemu babu yangu. Mungu amlazima alipema peponi, anaitwa marehemu Zaidi. Yeye sema alikuwa akiimba nyimbo za Kizungu. Kwa hiyo na pia alikuwa ananisaidia nitaka kuwa niwe katika mambo haya ya muziki. Kwa hiyo nikitaka kufanya kitu vile kuimba, yeye ananipigia biti kwa mikono. Kwa hiyo pia kanisababisha na kanipa nguvu kubwa na kunisaidia mpaka mimi nikaingia kwenye taarab. So ni sahihi kama miaka mingapi tokea uanze haya mambo ya taarab? Taarab mimi nimeingia 2008. 2008. Okay. Mtu ile kutokea kuna ile nyimbo yake ambayo ilifanya mpaka ikafanya watu kukujua ile zaidi. Kwa hivyo ni nyimbo gani ambayo ilikutoa watu wakakujua? Aisee, nyimbo ilimtoa Maruperupe. Maruperupe. Ndio maana mpaka sasa hivi jina likawa ni hilo, Maruperupe. Sina nyimbo mnavoniita. Mimi mwenyewe nashangaa huko, sina jina, mimi naitwa mama Maruperupe. Kwa hiyo lazima tulikubali. Kwa hivyo by the way, yani hizi nyimbo za taarab huwa ndefu. Sasa like mtu huwa yupata wapi haya maneno ama hizo mistari? Like utaona nyimbo ya taarab ni karibu sijui ni minutes gani. Inakuwaje mpaka mnatunga hizo nyimbo mpaka zifike hapo? Mambo hayo sio kazi yangu, hiyo ni kazi ya Mfalme Mzee Yusuf. Lakini kwa sababu kwa sisi nyimbo zetu hazina dakika nyingi za taarab. Ni dakika zetu ndio hizo 4 6 basi. Hatufiki dakika nyingi. Kwa hivyo wewe unaandikiwa nyimbo? Mimi nyimbo naandikiwa na Mfalme Mzee Yusuf. Huyo ndio mtunzi wangu, na ndio mtunzi sio kwangu peke yangu. Wasanii wa jazi pale unapoona wote tunatujua na Mfalme Mzee Yusuf. Connection yako na Mzee Yusuf mlipatanaje? Mzee Yusuf alikuja nyumbani, sababu kwanza ni Mzanzibari mwenzangu. Alafu la pili yule kama ni kaka yangu. Kwa hiyo nilimuona nyumbani, alipita, mimi mwenyewe nilimuita. Alikuwa anapita nje. Miaka hiyo mimi mwenyewe nilipita 2007 hiyo. Nikamuita, nikamwambia ankush, njoo samani. Wakati yani ni Mzee Yusuf ana hit. Jahazi iko juu. Akamwambia naomba kuimba. Akanambia unaweza? Akamwambia naweza. Akatoa simu yake akanambia imba nyimbo yote. Nikaimba nyimbo ya marehemu Marikopa. Alafu akanambia imba nyimbo ya Adija Yusuf, nikaimba ile langu jicho. Akanambia basi wewe niache, mimi nikienda nitakupigia simu. Kwani siku ile kuna kushangaa, napigiwa simu nikafanya interview. Nafika na kutajazi wasanii tele, kina Isha Machauzi, kina Adija Yusuf, nakwambia nilitetemeka. Naitwa kuna kuperform, yani mpaka nisikia tumbo la kuhara la niuma. Nisema na kweli sipenda kuimba. Nikaitwa tena siku ya pili, sipenda tena kuimba. Hapo kwa studio. Ni show za kawaida nilizikuta wakifanya kumbi tofauti. Mahali. Kwa hivyo tayari hapo umeitwa like wako mahali wana perform ama? Ili nikaimbe pale mbele za watu. Lakini nilishindwa kutokana, nimekuta wasanii wakubwa na waogopa. Lakini nilipofika Bagamoyo alinichukua nikaenda. Sasa nikasema hapa mimi leo namuomba Mungu, nataka ni perform kwenye ile jukwaa. Kweli nikaimba nyimbo inaitwa Mkuki kwa Nguruwe,
Na siku hiyo nilivyoimba na ushahidi Mwenyezi Mungu, washabiki walinipokea ambapo walikuwa hawanijui. Lakini walipoona ile performance yangu nimeanza kucheza, wakanikubali toka siku hiyo. Na ndio mzee akanambia subiri sasa nikutengenezee nyimbo, akanipa msamaji achi utapata. Ile nyimbo pia ilifanya vizuri. Ilikuwa lakini maruperupe ndio wimbo ambao ulinitambulisha. Ukafanya mimi nikaenda mpaka watu wakazidi kunitambua. Mpaka sasa namshukuru Mungu na pia namshukuru mzee kwa kunitoa. By the way, performance yako ukiwa jukwaani iko epic. Leo naangalia video yako na ukiwa pale jukwaani unacheza. Kuna watu nyuma ndio hutaki kujua, kuna mtu anakuangalia au nini, unajiachilia unafeel ile moment. Kwenye kazi kwanza utakiwa kuona haya. Japokuwa kwenye kazi kuna maneno mengi. Kuna watu wengine utafanya hadi kucheza yule. Lakini huyu mwingine anacheza nini? Huyu mwingine sio, lakini wewe usisikilize vile vitu. Wewe fanya kazi yako kwa washabiki, washabiki wanataka kazi. Na wewe wazimu wangu nimefanya hivi, ndio kuna watu wanaupenda. Kwa hiyo siwezi by the way siku nikatae, siwezi. Kwa sababu kuna siku naweza nenda kazini siku labda naumwa. Ile kitu sifanye. Utakuta mbona yeye Fatuma afanye hivi? Sisi tushakuzoea unacheza, kwa hiyo watu wanataka niwe vile. Kwa hiyo siwezi. Nataka useme huko unajua mtu kwa unaweza, unajua maadui wanakuwa wengi. Kwa mimi sijali watu waseme mimi wazimu wangu kwa vile vile kwenye stage. Ndio vitu ambavyo watu wanapenda. Na unaona ndio nimefika mpaka hapa. Nilipofikiri. Tuongelee connection yako na watu wa Kenya. Tunaona unapiga show sana Kenya. Is it kwa sababu kuna connection na hawa wanasiasa? Hapana. Sio kama napiga sana, hapana. Sio kwa kipindi kirefu sasa hivi. Kipindi kirefu kwa sababu hapa kati ndio nilikuwa nije hiyo show, ndio bahati mbaya kutokea. Kwa hiyo na hiyo ya huyu bwana show yake ya mpira hii naona ndio itakuwa ya kwanza. Kwa hiyo nimekuja mwaka jana na huu mwaka mwingine. Mbali na Kenya ni place gani ambayo unaenda kuperform? Sehemu nyingi, Masasi, Lindi, Usini huko kwetu. Sehemu nyingi mimi nafanya show nyingi sana. Sana nafanya. Nyimbo yako ya mwisho kuimba labda ilikuwa gani? Yaani ilikuwa ni lini? Nyimbo yangu ya mwisho Kijiba. Ambayo ilikuwa ni lini? Nyimbo yangu nimeimba 2023. Ilikuwa na ajabu. Mbona sasa hivi hakuna nyimbo mpya za tarehe? Angalia 2013 na sasa hivi kuna 2025. Mbona hakuna kazi mpya? Nimeimba 2023 na 23. Kwa sababu hiyo muziki wa taarabu tofauti na bongo flavor. Siwezi unaishi. Sawa unaishi. Siwezi kuimba nyimbo ya taarabu nimalize alafu tena nyimbo nyingine. Unatakiwa ile nyimbo ifanye kazi muda wa miaka hii. Lakini bongo flavor hata kusema mfano ameimba, unakuta ufiki wiki utakuta ile nyimbo saa nyingine imesha lose anatonyeka. Kwa hiyo taarabu unatakuwa muziki wake uende uache nyimbo watu mpaka waikamate. Kwa hiyo mimi nimetoa 23 Kijiba, sasa hivi 25 tunajiandaa na mazoezi kwa nyimbo nyingine. Okay, tukimalizia kwa wale ambao hawajui maisha yako ya binafsi, labda umeolewa, una watoto? Hapana, mimi sijaolewa ila nina mchumba wangu. Na mchumba wangu mimi nampenda sana. Mtoto naye mmoja wa kiume anaitwa Sahil. Mchumba kutoka huko Tanzania? Huko nyumbani. Okay. Maneno yako wa mwisho kwa wale upcoming, wale watu ambao sasa hivi wanataka kujiingiza kwenye usanii wa taarabu, especially wanawake, unawaambia? Kwanza mimi naomba wasikivu, wakiamua kitu na wakubwa zao wasikilize. Kwa sababu wasanii wa sasa hivi hawa wadogo kwa nini unaona hawapandi? Baada ya kutoka mimi Fatuma Mcharuko mzee kuninyanyua. Mimi si msanii chipkizi, mbele ya kina Hadija Kopa siwafikii. Wewe una msanii gani chipkizi kwa huko Tanzania mwenye jina alokuja juu kama la kwangu? Mimi ndo wa mwisho. Sikumwona msanii kwa sababu hawafati yale wanayoambiwa. Hawasikilizi watu, ni wajeuri, wanafanya wanapotaka. Ili wakitaka wafike kama mimi, wawe mstahamilifu kama mimi. Jamani, asante sana kwa kuangalia. Tumebidi tufanye interview yetu ya short kwa sababu msanii wetu tumefanya kumvamia hapa leo. Amekuja kupambwa alafu pia yuko na show. Labda uambie kuhusu show yako ya leo. Show yangu ya leo mimi nakwenda pale uwanja Mahima. Kuna mechi leo hatari. Nakwambia tunaomba waje kwa wingi. Kwa sababu kwanza inaweza na mbunge wetu mtarajiwa Mama Haki. Kwa hiyo mechi ya leo jamani usikose. Leo mechi hatari. Kwanza mimi naona mbona tuenda kuyafanya huko yatakuwa balaa. Na by the way, apart from leo najua ino interview mkiangalia itakuwa ishaisha. Tuko na atakuja kuperform tena tarehe 5
Disemba pale Sharks, ndio. Kwa hivyo watu wa Likoni tarehe 5 Sharks tutakuwa na Fatuma na rupe, kiingilio ni 300 tu. Unakosaje? Njooni. Bila kusahau pia na mtasindikizwa na bendi pendwa Marine Antas. Unakosaje? Kwa njooni tufurahi. Na asante sana kwa kuangalia. Tuonane kwenye interview yangu nyingine. Bye.